Na ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwachia binadamu afanye anavyotaka katika dunia hii? Mwenyezi Mungu anauliza, ayahsabu linsanu an yutraka suda. Binadamu anadhania kwamba ataachwa ovyo tu afanye anavyotaka katika dunia hii? Hapana. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anauliza, anasema, am lilinsani ma tamanna, au binadamu atafanya namna anavyotamani. Hatukuachiwa hivyo. Na ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuachia tufanye tunavyotaka hapa? Kama vile wanyama, ng'ombe anamzaa mtoto wake, huyu mtoto anakuwa mkubwa, kisha anakuja kuzaa na mama yake. Hatukuachiwa hiyo. Wao hawana haramu, hawana sheria juu yao, kila kitu ni sawa. Mimi na wewe hatukuachiwa tufanye tunavyotaka hapa duniani. Ndugu zangu, tumewekewa sheria, na hii sheria ni lazima ifuatwe namna ilivyo. Na ni kwa nini Mwenyezi Mungu hakumwachia binadamu? Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya Qur'ani, ni kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, Mwenyezi Mungu anasema, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsi ya binadamu imehukumiwa na Mwenyezi Mungu kwamba inataka mabaya. Ndio Mungu alivyoiumba nafsi yako na yangu. Ndugu zangu, nafsul ammara inakuamrisha maovu tu. Sasa hali ingelikuwaje leo binadamu angeachiwa afanye anavyotaka yeye, na nafsi yake imehukumiwa na imeumbwa kutaka mabaya? Hii dunia ingegeuka juu chini kwa machafu ya binadamu. Lakini kwa sababu kuna Qur'ani, kuna sunna ya Bwana Mtume, kuna vikao kama hivi, kuna khutba ya Ijumaa, kuna darsa msikitini, kuna muhadhara, watu wanasikiza katika baadhi ya mawaidha katika mitandao, mtu anasikiza anarudi nyuma, anawacha baadhi ya tabia. Ndio unaona sisi wengine bado tunakuja msikitini. Ndugu zangu, lao tungeachiwa hapa tufanye tunavyotaka, sasa hivi dunia ingekuwa ishageuka juu chini kwa machafu ya binadamu. Na sababu ya pili kwa nini Mungu hakumwachia binadamu afanye anavyotaka katika dunia hii, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa hum la yahtadun. Shaitani amewapambia binadamu matendo yao mabaya, akawaonesha kwamba hichi ni kitu kizuri. Ndio unaona mtu yoyote ambaye anayefanya madhambi anaona hichi ni kitu kizuri, kinaniletea faida, kina maendeleo. Ndio unamuona yule ambaye anajihusisha na biashara ya riba, anaona hakuna biashara kama hii. Kijana ambaye anayecheza kamari anaona hakuna kazi rahisi kama hii. Wewe unaweka shilingi 50 unapata 1000. Haja gani ya kufanya kazi? Anachukua riski ya haramu, anapelekea familia yake nyumbani. Yule ambaye anayesikiza mziki anaona hii inamtuliza moyo wake, anaacha kusikiza Qur'ani, anaacha kusoma Qur'ani, anaacha kusikiza mawaidha. Matokeo yake sasa inamletea matatizo katika dunia hii.